Kanisa la nini? La Pergamo. Nimesema kanisa la Pergamo lilikuwa ni kanisa la aina gani? So kanisa lenye mambo ya kipagani. Kwa leo tunajifunza tunamaanisha nini? Yako makanisa ya nyakati za leo yana mambo ya nini? Kipagani. Leo tunajifunza kwa sababu gani? Wako wa Kristo anayesema ameokoka na anasali kanisani lakini ana mambo ya kipagani. Leo ujumbe ni wa kwako. Nimesema usisome kibingu unaposoma Biblia, naeleweka vizuri. Kwa leo tunaenda kuangalia na nitachambua, na baadhi makanisa mengine nikiamua kuyataja naweza nikayataja. Bwana Yesu sana. Na pia tutaenda kuyafyatua kule mbeleni kama tulivyofanya wiki iliyopita. Kwa kanisa lenye mambo ya kipagani na Mkristo binafsi ambaye ameokoka lakini ana mambo ya kipagani. Leo tutaenda kujifunza mahali hapa. Na nina vitu vitatu tu. Baada hapo tukao tumeshamaliza. Vitu vingapi? 3. Namba, fungua Biblia yako sasa. Tukasome yale maandiko. Namba, kila mwenye Biblia fungua Biblia, kila mwenye Biblia. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 17. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 17. Baada ya kumaliza kuandika, fungua Biblia tusome pamoja. Bwana Yesu sana. Naomba nisome. Biblia yako inasemaje? Asante sana. Sasa nisikilize mimi. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Andike nini? Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali. Sema upanga mkali. Ukisoma Biblia ukisikia neno upanga mkali inamaanisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. Mstari wa ngapi? 13. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Jambo la kwanza nitakaloenda kulizungumzia ni kiti cha enzi cha Shetani. Nimesema nazungumzia mambo mangapi? 3. Jambo la kwanza ni kiti cha enzi cha Shetani. Yesu anamwambia huyu kanisa la Pergamo kwamba napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Yamkini umeleta habari alikuwa hana. Tunaluka hapa, haleluya, msifu Bwana, msifu Bwana. Hivi wasema luka kwenu kote kuna kiti cha enzi hapo, sio? Una taarifa ama hamna? Imeleka vizuri. Mimi nimeokoka. Ila kwaje? Yesu anasema kweli umeokoka, lakini bado ndani mwako kuna kiti cha enzi cha Shetani. Ndio maana kuna vitu fulani tu vya kale vinakufuata vikuachii bila kungangania. Kulikoni? Naeleka vizuri. Anasema napajua. Nawe walishika sana jina langu wala ukuikana imani yangu. Yaani huyu Pergamo ameshika jina la Yesu na hajaikana imani, lakini ana kiti cha nani? Kiti cha enzi. Hiyo enzi ina maana yake. Kiti cha enzi cha nini? Cha Shetani. Hata katika siku ya Antipa, shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo nani? Sio mchezo. Ile ni loko la biashara, una uhakika hakuna kiti cha Shetani pale. Naeleka vizuri. Ndio maana kuna eneo unaweza ukaenda, kuna nyumba unaweza ukahamia, ukashangaa kuna mambo ya kale yanaanza kukufuata ambao ulikusha kuyaacha. Kuna ofisi unaweza kwenda kufanya kazi, kuna biashara unaweza kuanza kufanya kazi. Baada ya kuanza tu biashara unashangaa mambo ya dhambi yanaanza kukuandama. Kulikoni? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wakati kipindi nimeokoka, kuna nguo fulani nilikuwa nikivaa, hiyo nguo naota ndoto za ajabu. Kila nikivaa hiyo nguo naota ndoto za ajabu.
Siku moja nikamwadisia mchungaji wangu, akanifanua kwamba kaichome moto hiyo nguo. Na mimi nilifuatilia muda mrefu, nikivaa nguo zingine wala ile nikivaa tu hiyo nguo kuna ndoto fulani naziota. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale vijana unaamka unakuta kitanda kizima kimeshachafuka. Kulikoni? Nilipomwadisia mchungaji akabaka ichome nguo haraka iwezekanavyo. Baada ya kuichoma ndoto zilishia pale pale. Haya mambo unaweza ukakemea na kukemea. Kama kiti cha shetani bado unacho, hakiwezi kukuacha. Kwa sababu shetani analazimika kuja kwa sababu kuna kiti chake. Eleka vizuri. Ndio maana si kila unachokiacha kuwa ni dhambi. Nilisema moja ya dalili ya ukuaji wa kiroho, kuna mambo unaweza ukayaacha hata kama sio dhambi. Naeleweka vizuri? Ukiona kila kitu unakikalkuleti katika engo ya dhambi, we bado ni mchanga kiroho. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo nguo ilikuwa na madhara. Nina Mungu kweli ndani yangu, lakini nguo ninayo. Soma Biblia yako. Mahali popote shetani alipokuwa akipata fursa kuadhibu wana wa Israeli, Mungu alikuwa anawaambiaje wana Israeli? Waambie watoe miungu ya kigeni katikati yao. Waambie watoe vitu vyenye laana katikati yao. Kwa kuna wakati kuna mambo ya kale yanaweza kutufuatilia, kwa sababu kuna baadhi ya vitu tuko navyo ambavyo shetani vinampa uhalali wa kuendelea kukushikilia ama kukufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo tunapokuja kuna aina ya kazi kama mtu aliyeokoka huwezi kufanya. Kwa sababu gani? Inampa uhalali wa shetani namna gani ya ataki kushambulia maisha yako.